hata uchaguzi ikiwa kanisani hawapewi chochote ati kwa sababu yeye ni nini? Ni mlemavu. Hawezi hata wengine kutembelewa, hawatembelei. Unapata walisia wanapita hizo nyumba zingine, hii nyumba wanafanya nini? Wana skip. Wanakataliwa hata masomo. Kuna kesi moja nimepigiwa asubuhi, wanasema ameishi 28 years, hajaona hata kitabu, hajui hata kuandika. So masomo wanakuwa neglected. Hata wakati wanacheza, ile tunasema socialization, kuzungumza na wengine, watu wanaogopa kusocialize na hawa. I'm still under neglection. Kama ni kucheza pia, hakuna mtu anataka kucheza na yeye. Hakuna mtu anataka kumuemploy. Anasema atafanya kazi namna gani. So they are also neglected kwa mambo ya employment. Ni vitu vingi. Ya pili, changamoto wanapitia, it is the economic status. Wana changamoto ya kupata kifedha ili waweze kujiendelesha maisha. Kwa mfano ambaye haoni, mtu anasema sasa huyu hata nikimwajiri ataona namna gani? Yule mtu hata kama ni kipofu, na kitu tunasema orientation and mobility. Alafu kuna vifaa wanapewa ambayo itawasaidia wajisimamie. Tuseme yule asikii, watu wanaogopa. Huyu nikimwajiri tutaongea na yeye namna gani? The hearing and the deaf hapo. Kuna huyu ambaye ni physical, anatembea na nini? Na fimbo. Labda kuna wengine wako zaidi ambao wana changamoto. So hali ya kifedha, kupata mapato inakuwa ni vigumu. Ya tatu, inferiority complex. Wengi walemavu wanajiona kwamba hawafai. Ukisoma hadithi ya Mephibosheth utaiona hapo. Mephibosheth alipoambiwa na Daudi, kuanzia leo utakuja ukae kwenye meza yangu, yule kijana alijibu namna gani? Mimi umbwa aliyefanya nini? Aliyekufa. Umewahi kujilinganisha wewe na umbwa? Umbwa yule aliyekufa anakaa namna gani? Ananuka, si ndio? Ndipo huyu kijana Mephibosheth alisema, mimi umbwa aliyekufa, unawezaje kuniweka katika meza ya nani? Ya mfalme. Inferiority complex. Nasikia kama nataka kugonga. Changamoto ambao hawa walemavu wanapitia ni majengo. Hapa kanisani, hizi choo tuko nazo ziko namna gani? Yule akitoka pale atatembea aje? Kama ni kipofu, kama ni yule ambaye anataka kuenda choo, ataenda namna gani? Tunasema accessibility. Nyumba zetu hata kwetu tuna shida. Nikija kufundisha hii zaidi, itabidi kila mmoja aweke choo moja ya kuketi ya mgeni hapo nje kama hizi. Weka choo moja, iwekwe chuma kando, alafu vile anapita mlango. Infrastructure mambo ni mengi. Ramps, toilets, na makwetu tumeweka nini? Tiles. Kuna tiles zingine, huyu ambaye anatumia crutch, ile fimbo, anaweza kutereza afanye nini? Avunjike. Kwa hivyo muangalie zile tiles ambazo mnaweka kwa nyumba. Hiyo tunasema infrastructure buildings. Nyingine changamoto ni assistive devices. Huyu anaweza tembea namna gani mpaka pale? Anahitaji asaidiwe wheelchair, white cane na so on. Muda umekwisha, alafu tuweze kuona vile tutaendelea wakati mwingine. Wacha nitaje hizi tatu alafu tumalize. Tumesema changamoto, lack of education, wengine hawapelekwi shule kabisa. Mtu anaona hata nikimpeleka atafanya nini? Sina faida, nitapeleka huyu aende university awe daktari. Na huyu je? Ya saba, wengine hawajui tufanye nini kwa walemavu, ignorance. Hata public hawajui huyu mlemavu atasaidiwa wapi, atasaidiwa asome namna gani shule zao. So public hawana habari.
labda ni Dave, tutaongea naye namna gani. Ya mwisho, hali ya changamoto ni expensive medical, yani medical expense yao iko juu sana, kwa sababu lazima apatiwe madawa, atembee na white cane. The white cane is very expensive. The wheelchair anaendelea kukua, imekuwa kidogo, anahitaji a new one. So thank you so much for listening. Happy Sabbath. Haya, tusimame tuombe. Baba wetu mfalme, tunashukuru kwa kipindi hiki, umezungumza nasi. Tunashukuru kwa mvua, na tunapoenda kusikia neno lako pia utubariki, tuwakualika katika mkutano. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Habari ya jioni. Mungu ametuwezesha mpaka wakati huu. Asante kwa mwalimu ametoka, ametupatia maneno mazuri, hata kama mtu ameenda, lakini ya kidogo tumepata. Mungu atasaidia tusike vizuri na tukae naye. Sasa tutasimama kwa kipindi kingine namba 34. Namba 34, simame. Nipe habari za Yesu, kwangu ni tamu sana. Nipe habari za Yesu, twende. Nipe habari za Yesu, kwangu ni tamu sana. Kisa chake cha tamani, unipendeza sasa. Jinsi malaika wengi walivyoimba sifa, alipoleta amani kwa watu wa dunia. Nipe habari za Yesu, kaza moyoni mwangu. Kisa chake cha tamani, unipendeza sana. Kisa chake alivyotunga peke yake jangwani, jinsi alivyoushinda jaribu la shetani, kazi alivyoifanya na siku za huzuni, jinsi walivyomtesa, yote ni ya ajabu. Nipe habari